Afya ya kiakili ni miongoni mwa maradhi ambayo imechangia wengi kujitoa uhai na hata wengine kujiingiza katika matumizi ya dawa za kulevya. Kwenye makala leo hii tunaangazia hatua zilizopigwa ili kukabili afya ya kiakili nchini pamoja na dalili zake. Safari yetu leo hii kwa ushirikiano na shirika la Afya Care Foundation na ambalo hutoa hamasisho kwa jamii kuhusu afya ya kiakili inatuelekeza katika chuo anuai cha Kongoni kilichoko eneo la Likuyani, kaunti ya Kakamega, ili kutoa hamasisho kuhusu afya ya kiakili miongoni mwa vijana. Ni safari iliyotuchukua takriban saa moja na inatufikisha hadi chuoni humo ambapo tunawakuta wanafunzi wakiwa wametusubiri kwa hamu na gamu ili kupokea hamasisho huu kuhusu afya ya kiakili. This institution Kongoni, because we've been invited by the administration to come talk to the students here and create awareness on mental health issues. Kulingana na takwimu kutoka Wizara ya Afya nchini, kati ya watu 4 mmoja wao wanapitia changamoto ya afya ya kiakili, huku 40% ya watu wanaopitia changamoto hii wakiwa wanafunzi wa vyuo anuai. Hali hii ikichangia shirika la Afya Care Foundation kufanya uhamasisho katika baadhi ya vyuo anuai katika kaunti 5 kaskazini mwa bonde la Ufa. Afya Care Foundation, basically we work on creating mental health awareness and assisting our youths on how to combat drug and substance abuse. We are doing this in Busia, Trans Nzoia, West Pokot, in Kakamega, Ngoma, and Turkana County. We are dealing with the refugees mostly. Statistics have it that 1 in 4 of Kenyans have at least passed through a mental health issue or challenge, and 40% of our students in tertiary institutions of learning, they are having issues with their mental health, and Kongoni forms part of these statistics, and that is why I want to congratulate the administration of this particular institution for welcoming us so that we may talk to their students and create awareness on the same. So them being students, we've shared with them, we've talked to them, we've raised awareness. Most of them have actually confirmed that they have mental health challenges because of various reasons. Inaaminika kwamba mitandao ya kijamii imechangia pakubwa kuongezeka kwa matatizo ya afya ya kiakili miongoni mwa vijana. Most of them have actually confirmed that they have mental health challenges because of various reasons. One of the reasons being drugs and social media. Social media is becoming one of a very serious cause of mental health issues amongst the youths and the university or tertiary going students. And this is evidenced by the fact of how they are carrying out their activities on the social media. You know, through social media they are seeing government activities. Through social media they are seeing how their peers are flaunting, you know, their lifestyle, some of which may be fake lifestyle. Through social media there is bullying. Through social media there is doxing and stuff like that. So these are things that are making social media to be one of the most serious challenge when it comes to mental health issues. Hamasisho hili la shirika la Afya Care Foundation limevutia hisia kutoka kwa mwalimu wa ushauri na saa katika chuo cha Kongoni, Mildred Ohola, ambaye anasema kwamba mafunzo haya yamekuwa ya manufaa na umekuja kwa wakati ambao unafaa na utawasaidia pakubwa wanafunzi hao kuimarika kiafya na hata kiakili. Pia kuna hii kikundi kutoka Kitale pale ya mental health ambao Afya Care, ambao pia niliona ni vizuri watoto wetu ni wagonjwa mentally. Ni kwa sababu tukiangalia hata sisi katika nchi yetu ya Kenya, mambo ambayo vijana wanafanya ambao siku hizi wanajiita GNC si mzuri. Ni kwa sababu watoto hawa mambo yao ya kiakili hayako sawa. Lakini wakati wamefundishwa siku ya leo, ninafurahi kwa sababu watoto wetu wametambua jinsi akili zao haziko sawa, kwa sababu wakati mwingine hata sisi kama walimu tunapitia hali ngumu nao. But through this talk ya today ya mental health, ninajua vijana wetu wameelimishwa na wanaenda kukua sasa na ufahamu mzuri. Their mental health is going to improve.
wanaenda kufanya mambo ambayo ni nzuri. Pia kwa our student leaders imekuwa ni siku ya manufaa, ni kwa sababu pia hao wameelekezwa na wamefundishwa. Alafu pia ninashukuru ni kwa sababu imekuwa interactive session. Baada ya hii session ya asubuhi mpaka saa 7 kuna wanafunzi kupimwa, wapate kupima ukimwi. Yule ambaye atapatikana apate kuelekezwa na ushirika wa Ambath jinsi atasaidika, na pia kuna mental health, kuna hiyo counseling. Watoto wetu wanaenda kushauriwa, kwa sababu unapata wazazi wanatupa watoto. Hao watoto nidhamu yao unapata wakati mwingine iko chini. Mtoto hajielewi, watoto wasichana hawajielewi, vijana hawajielewi, wanatumia madawa. Hata hivyo, Hula ametoa changamoto kwa serikali kuweka mikakati ya kuanzisha mchakato wa kuhamasisha wanafunzi katika vyuo anuwai kuhusu afya ya kiakili pamoja na virusi vya ukimwi, jambo ambalo anasema kwamba litawasaidia pakubwa. Mimi kama mwalimu na pia mimi ni marketer wa shule hii, na nimewahamasisha vijana wengi kuingia katika shule hii ya Kongoni. Karibu vijana 1,500 ambao nimewaongelesha wakaingia kwa shule. Unapata ya kwamba vijana wetu wanaangamia kule nje na hakuna mtu yeyote ambaye anashughulika nao. So ningeomba serikali ya kwamba wachukue watu ambao wanaweza kuhamasisha vijana juu ya mambo ya technical colleges, kwa sababu unapata hawajui hata kuna hizi scholarships za government, wazitumie na wapate kusoma. Mambo ya madawa, kila mtu alienda akanyamaza. In our counties utapata hakuna mtu anashughulika na mambo ya madawa. So ni ombi langu kwa serikali pia na uhamasishaji wa mambo ya ukimwi. Unapata ukimwi ilisaulika wakati ugonjwa wa saratani ulikuja juu. So hakuna mtu anashughulika na mambo ya ukimwi. Na ukiangalia in our institution, hasa mimi mwalimu wa guiding and counseling, unapata watoto wengi hiyo doubt wakati wamefanya ngono na mwanafunzi mwenzake wanakuwa na doubt. So ningeomba serikali ipate kurudisha mafunzo ya HIV and AIDS katika mashule yetu, na pia wazidi kuhamasisha pia wanakijiji, na pia mambo ya technical colleges wahamasishe pia vijana wetu wamekaa nyumbani, na ukiona wanafanya uhasama ama wanawatusi viongozi ni kwa sababu hawana mtu wa kuwaelekeza, wamewachiliwa, especially the boy child. My cry is highly on the boy child. Hakuna mtu saizi anashughulikia mtoto kijana amewachiliwa, hakuna mtu anamfuata, wanasema tusaidie the girl child. Na tukiangalia jamii inajengwa na wote, bila kijana hatutakuwa na jamii. So wakati tunawaelekeza wasichana wetu, especially serikali imeconcentrate sana kwa the girl child, nobody cares about the boy child, and that is my cry. Watoto wetu vijana wamekuwa neglected, so they feel like they are orphans. Yes, they are not orphans, but they feel in Kenya they are orphans, kwa sababu hakuna mtu anawapenda, hakuna mtu anawashughulikia. Mambo ya shule ikikuja wanasema girl child. So ni ombi langu kwa serikali, mambo ya ukimwi, mambo ya mental health, mambo ya technical colleges, vijana wahamasishwe na watakuwa wamesaidia vijana wetu. Mkurugenzi wa shirika la Afya Kao Foundation Daktari Kalista Swekesa anasema tuwe kuanzisha mpango huu wa kuhamasisha wanafunzi katika shule ya upili na vyuo anuwai umetokana na ugumu wao kupata hamasisho kuhusu afya ya kiakili hasa wanapokuwa shuleni. From the statistics we have is that 1 out of 3 adolescents faces mental health issues, and they say that the trend is increasing every day. Our country, Kenya, is ranked among the countries that have mental challenges on increase. From the WHO report of 2017, Kenya was ranked 4th country with the highest number of people who are depressed. And also our country, the statistics show that 1 out of 4 people who visit facilities have mental health issues. So this one calls for a quick intervention, and that's why Afya Care Foundation is here to address this issue of mental health. Now, why do we deal with youths? We deal with youths because Kenya is made up of 75% youths. Majority of our people in Kenya are youths, and they actually lack services. To access these mental health services is a challenge to them. And so we are creating this awareness so that we can be able to reduce the cases that are on increase and be able to prevent the preventable deaths that we are witnessing. Right now we have a high number of students who are killing themselves, that are committing suicide, and even the families that are committing suicide. So Afya Care came in to create awareness and prevent these deaths that can be prevented. And number 2, why Afya Care? Is because Afya Care is also made up of youths who have had the same challenges of mental health.
And today they came out of it and saw that as a testimony to assist those who are facing these challenges. Hata hivyo, Daktari Callistus anatufafanulia dalili za mtu mwenye changamoto ya afya kiakili. Stigma has been one of the biggest things that lead people to hide themselves from coming out. And so they continue to face this problem until it erupts in them and causes even bigger problems. So one of the causes of mental health issues is, we call it life experiences. For example, we are having what we call economic constraint with everybody, and majority of people are not employed. And so when a person seek for employment, especially in these youths, they don't get employment opportunities. They have been equipped with knowledge, but they cannot be able to exercise this knowledge anywhere. They end up having what we call too much thinking, which develops stress, and eventually they can proceed to depression. The other thing is that about, we call it social issues. How people socialize with others is also another fact. We realize that within the family setup, many people have conflicts, and these conflicts result into injuries. And when people end up injuring themselves, they end up creating what we call low self-esteem, and also feeling that they are not loved, so they feel that they are rejected in the society. And in that manner, people end up even committing suicide. The other thing, probably when we talk about the signs and symptoms, people who have developed mental health issues, one is that the early stages people will have persistent headache, which is not actually, may not be common to everybody, but a good number will develop that, the headache. The other people, you realize that they end up withdrawing from other people. They want to stay away, that's isolating themselves from the group, and they feel that they are more comfortable when they stay away. And the other people, you realize that those who are, for example, sleep 8 hours, wake up in the morning, they end up not even sleeping at all. It is night time, people are sleeping, but you realize that this person is not sleeping, just awake the whole night. This is also another sign of mental health. Baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho walipongeza hatua ya mashirika hayo mawili ya kuleta hamasisho chuoni humo, wakisema kwamba itawasaidia pakubwa kiafya na hata kielimu. Kwa majina yangu ni Kelvin Wanjala, nilikuwa mwanafunzi wa Kongoni Technical and Vocational College. Nilikuwa nachukulia plumbing. Nipenda kwanza kushukuru shule yetu kwa kuandaa siku hii ya leo. Imekuwa siku ya manufaa zaidi. Tumejifunza mengi, mambo ambayo yanaathiri shule, pia ndani wakawa wanafunzi na nje. Nimejifunza mambo na afya. Nimejifunza kama vitu ambavyo inaathiri akili zetu. Ni kama kuwa jambo kubwa kabisa ni jambo la kutumia madawa ya kulevya. Hii inaathiri shule, wanafunzi hapa, na ukiangalia pia community inawatuathiri zaidi. So kupitia kwa haya mafunzo ya siku ya leo, nimejifunza, na pia mimi nitabeba niweze kusaidia wale wa community pia, ni kuelekeza mambo ambayo nimefunzwa. Ni asante. Siku ya leo tunafurahi kukuwa na wageni wetu ambao wametutembelea hapa shuleni. Imekuwa siku ya manufaa kwetu sisi kwa sababu wametuelekeza kimaisha, vile tutaishi, vile tutabalance our lifestyle na vile tutabalance na masomo yetu hapa shuleni. Wametuelekeza jinsi tutakavyokuwa tukiishi hapa kwa shule. So tunashukuru administration kwa kuletea wageni kama hawa kuja kutuongelesha. Wametuletea wageni mbalimbali, tunajijua kiafya na tutajijua katika masomo yetu na ile path ambayo tunafaa kutumia ili tuweze kufaulu katika maisha yetu. Pili, tunashukuru pia wenye wamekuja hapa kwa shule yetu kutuongelesha. Wametuongelesha mengi na mengi ni ya manufaa kwetu sisi. Tutajua jinsi tutakavyoishi hapa ndani ya shule na hadi tutakavyoishi na wenzetu nje, na jinsi tutavyokuwa kila mtu ajikubali katika hali yake ya maisha, ndio siku zingine asikuja akakuwa na regrets akasema kumbe ningefuata mkondo fulani ningefaulu. Lakini sasa tunashukuru kwa sababu sasa hizi tumeelekezwa na tunajua cha kufanya kama wanafunzi, na tuweze kuwa manufaa kwetu sisi wenyewe, kwa jamii yetu na kwa wazazi wetu siku za usoni. Asanteni. George Tiang, makala maalum, Chuan Maicha Kongoni, kaunti ya Kakamega.